Watazamaji wetu wa ZU TV, kwa mara nyingine tukushukuru wewe mtazamaji kwa kuendelea kufuatilia matangazo yetu ya hapa na pale. Leo hii katika viunga vya Chuo Kikuu Tunguu hapa Kibele, kupitia kitivo cha afya yaani FOHAS, imeandaa ziara ya kipekee ya masomo kwa wanafunzi wa kitivo cha afya, na kwa taarifa tulizonazo ujumbe huu umelenga kuelekea katika kijiji cha Kizimkazi. Je, kuna ni kwa mama? Mimi ni Fadia Ali, tuanzetu pamoja nami, lakini kwanza tukawasikilize wahusika pamoja nami mwanzo hadi mwisho. Nipo na mkuu wa idara ya uguzi kutoka kitivo cha afya, Mwalimu Jeremy Minene, atatueleza kwa kina ziara hii inahusiana na nini. Habari yako? Nzuri, za kwako? Nzuri, alhamdulillah. Karibu sana. Asante. Tunaomba tueleze ziara hii inahusu nini? Ziara hii inahusu wanafunzi wetu wa kada ya uguzi kwenda kwenye community, kwa jamii, kwenda kutoa elimu na vile vile kwenda kuona wanafanya nini huko kwenye jamii, na hasa kwenye hospitali mpya ya mama ambayo ipo Kizimkazi. Katika ziara hii mmepanga au mmekusudia kufanya shughuli gani? Katika ziara hii tumekusudia kwenda kutoa elimu ya afya kwa jamii. Vile vile tutaenda kuona wodi ya watoto na mama, ambapo wanafunzi wameandaa zawadi mbalimbali ambapo watawagaia wamama ambao wamejifungua na wale ambao watakuwa wanasubiria kujifungua. Umezungumzia kuelekea katika kijiji cha Kizimkazi cha mama. Kwa nini Kizimkazi? Kwa nini Kizimkazi? Ni kwamba Kizimkazi ni eneo ambalo kwanza ni kwa mama, alafu chingine ni kwamba Kizimkazi ndo kuna hospitali mpya imejengwa. Tunataka kwenda kuona wanafanya nini, wanafanyaje kazi, ni kipi chipya, na tuna imani kwamba kuna vipya, kuna mambo mazuri kutoka kwa mama Kizimkazi, na vile vile ni wanafunzi watapata kujifunza kwa kazi ambazo zinafanyika hapo. Vile vile wataona na kijiji cha Kizimkazi, na kuna wengine ambao hawajawahi kufika kule. Itakuwa ni fursa kwao kuweza kuona wanajamii wa Kizimkazi wanaishi kivipi, wanafanya nini na nini kinaendelea huko Kizimkazi. Shukrani sana Mwalimu Jeremy Minene. Haya, asante. Mpenzi watazamaji wetu wa ZU TV, kama unavyoweza kuona hapa, tayari timu ya madaktari wanafunzi ya uuguzi tayari imeshawasili katika hospitali ya Kizimkazi hapa mkoa wa Kusini Unguja, ambapo kwa taarifa tu kutakuwa na harakati nyingi na shughuli nyingi, ikiwemo kutoa elimu ya afya katika hospitali hii na pia kupata ushauri. Tuanze tu pamoja. Watazamaji wetu wa ZU TV, hapa niko na kijana huyu ama mwanafunzi wa fani ya uguzi kutoka katika kitivo cha afya. Niko naye hapa, atatueleza kwa ufupi kuhusiana na ziara hii. Karibu sana. Asante. Kwa faida ya mtazamaji, tunaomba ujitambulishe. Basi, kwa majina naitwa Biligai Stafford Mukasapi, ni mwenyekiti wa taasisi ya wauguzi kutoka Zanzibar University, niko mwaka wa 4. Naam, unafikiri tukio hili ama ziara hii imefanikiwa kwa kiasi gani? Kwa mafanikio katika ziara hii, naona asilimia kama 90 imefanikiwa, kutokana na kwamba matarajio yetu na tulichokuja kukiona kimefika kwa asilimia kubwa, kwamba huduma zile ambazo tulikuwa tumekuja nazo au malengo ambayo tulikuwa tumeyaweka kwa asilimia kubwa sana yameenda vizuri na yamefanikiwa vizuri kama tulivyodhania. Kwa nini mmeamua kuja kutoa elimu katika kituo hiki, lakini pia mmepata nafasi ya kuuliza maswali? Unafikiri kuna sababu gani hasa ya msingi? Sababu ya msingi kuchagua kituo hiki ni kwamba kutokana na fikra ambazo watu walikuwa nazo kuhusu huduma ya vituo vya afya vidogo, lakini kuja kuona kwamba kumbe kuna utofauti kubwa kati ya hospitali na vituo vya afya. Vituo vya afya hususan hasa hiki cha Kizimkazi tumeona kwamba kiko tofauti hasa na vituo vingine, kutokana kwamba na ubora na ufanisi wake katika miundombinu yake, lakini pia na huduma zinazotolewa hapa kuwa za kiufasaha na za kiteknolojia zaidi, ambazo zimetupa fursa zaidi ya kuja kujifunza vitu ambavyo viko mbali zaidi na vitu vingine katika hospitali zingine. Karibu sana madam. Asante. Kwa majina naitwa Gertrude Komba, ni mwanafunzi wa mwaka wa 4, kwa kifupi tunasema BSN4. Gani unafikiri ziara hii ama tukio hili limeweza kufanikiwa? Tukio la leo limefanikiwa kwa asilimia 90, kwa sababu zile objectives zote tulizokuwa tumeziandaa zimeenda vizuri, zimefanikiwa, zimeenda salama. Tumeona kwenye hospitali yetu tumekutana na
mazingira mbalimbali, huduma nzuri zinazotolewa, mazingira yanavutia, wagonjwa wanahudumiwa vizuri, dawa zinapatikana. Kwa hiyo ile objective yetu imefanikiwa kama vile tulivyokuwa tumeplan. Kwa nini mmeamua kuja katika kituo hiki cha afya cha Kizimkazi? Na nadhani pia mmepata nafasi pia kuuliza maswali na kutoa elimu. Kwa nini hasa mmeamua kufanya ziara hii katika kituo hiki? Tumeamua kufanya ziara hii katika kituo cha afya cha Kizimkazi kwa sababu tumeona ni kituo kipya chenye wastani wa mwaka mmoja, kituo ambacho kimejengwa kisasa, kina vitengo maalum. Tumeona kule kuna oncology, kuna radiology, kuna vitengo ambavyo katika vituo vya afya vya serikali havipo, lakini hapa vipo. Hospitali kituo cha afya ni ngazi ya pili ya hospitali, lakini be advanced, kimejengwa kisasa. Kwa hiyo tulivutiwa tuje tuone kituo cha afya ambacho kinatoa huduma sawa sawa na hospitali. Hicho ndio kikubwa kilichotuvutia, kwa sababu kuna hadi ngazi za specialist ambako katika vituo vya afya vidogo vidogo havipatikani. Kwa hicho ndio kikubwa ambacho kimetuvutia. Tunataka tuje kuona utofauti wake uko wapi kati ya vituo vidogo vya serikali vya afya na kituo hichi kilichojengwa kisasa. Jina naitwa Mohamed Ali Suleiman, ni katibu mkuu wa taasisi ya uguzi chuoni Zanzibar University. Tukio hili kwa maoni yako unafikiri limeweza kufanikiwa kwa kiasi gani? Niweze kusema limefanikiwa kwa 100%, kwa sababu vile vitu vyote ambavyo tumevipanga ama zile objectives zetu ambazo tumelenga kuziendesha ama wanafunzi ambao mwaka wa kwanza kuweza kujifunza katika safari hii limekamilika vizuri ama zimekamilika vizuri, na wanafunzi wameweza kwenda kuona maeneo tofauti katika hospitali hii ya mama Kizimkazi, na wamejionea kwa vitendo namna gani shughuli za uguzi zinavyotendeka. Kwa nini mmeamua kuja katika hospitali hii ya Kizimkazi? Ni sababu gani hasa ya msingi? Kwa sababu tunaona pia mlipata nafasi ya kuweza kuuliza maswali na kutoa elimu. Ni nini hasa sababu, au ni ipi sababu ya msingi hasa kuja kufika katika kituo hiki? Haya, tumekuja katika kituo hiki cha Kizimkazi kwa sababu zifuatazo. Kwanza, ni mazingira ama ni kituo cha kisasa kabisa, kwa sababu hii ni health center. Katika maswali ambayo tuliuliza, mmojawapo ametuambia then hiki kinakuja kuwa ni hospitali, kwa sasa ni health center, maana yake zinatolewa huduma za nini, lakini ni cha kisasa. Kwa hiyo tumeamua tuje hapa tuone namna gani kituo hichi cha kisasa kinavyoendesha zile shughuli zake, hasa za namna gani wanavyohudumia wananchi ama wagonjwa. Lakini pia tumeamua kuja huku kwa sababu Kizimkazi ni sehemu ambayo ni ya mbali, lakini ule ufikiwaji wa wale wagonjwa ama matibabu yanakuwa ni ngali sana, na watu ni wa vijijini. Kwa hivyo ule uelewa kuhusiana na matibabu bado unakuwa ni mduni sana. Kwa hiyo tumelenga kuja huku ili tuwashajihishe wananchi waweze kuhudhuria katika vituo vya afya, kucheki afya zao, lakini pia kujua matatizo ambayo yanawakumba. Hadhira yetu tunaomba ujitambulishe kidogo. Jina langu ni Mustafa Mohamed Ali, ni mwanafunzi from Zanzibar University, lakini pia ni msaidizi katibu katika taasisi yetu hii ZUNSA, Zanzibar University Nursing Student Association. Naam. Kwa maoni yako nafikiri tukio hili ama ziara hii imeweza kufanikiwa kwa kiasi gani? Kwanza nimshukuru Mwenyezi Mungu, tumefanikiwa kwa asilimia 99.9 tumefanikiwa, kwa sababu vile vitu vyote ambavyo kwa tuliviplan kwa ajili ya kuendesha hii tukio tumefanikiwa. Mmeamua kuja kutembelea ama kufanya ziara katika hospitali ya Kizimkazi, ni sababu ipi hasa ya msingi? Sababu ambazo kwa zilitufanya mpaka tukavutiwa kuja katika Kizimkazi Health Center, ya kwanza ni kituo cha kisasa ambacho kwa vimejengwa katika mwaka huo 2025, ni vile vituo ambavyo kwa vimejengwa vya kisasa, lakini pia na ule uhitaji wa huduma za afya. Ukiangalia katika sehemu za vijijini ni watu wachache sana ambao kwa wanaamini katika hizi huduma za afya ambazo kwa wanapatiwa. Tumeamua kuchagua huku kwa ajili ya kuangalia ile provision ya ile health service, pia na ile quality of health service.
Ukiwa kama miongoni mwa wahusika wa taasisi yenu hii katika fani ya uuguzi, ni nasaha gani au ujumbe gani ama zawadi gani hasa ungependa kuwapa wanafunzi ambao wanakuangalia, watazamaji wetu na jamii kwa ujumla kuhusiana na ziara hii? Ujumbe ambao kwa nitawapa au kitu ambacho kwa nitawashauri ni kujifunza jinsi gani ya kutoa zile huduma, kwa sababu sisi watu ambao kwa tunasomea afya ni watu ambao kwa tunakabiliwa na changamoto nyingi wakati maeneo ya kazini. Kama hospitali ni sehemu ambazo kwa tunapata maradhi tofauti kutokana na ile population ya wagonjwa ambao kwa wanakuja. Kwa watu wawe be attention wakati wanapotoa huduma kutoka kwa mgonjwa kwenda, yani kutoka kwa staff kwenda kwa mgonjwa, wawepo be attention kwa ajili ya kuprevent hiyo transmission of disease. Asante sana. Shukran. Wapenzi watazamaji wetu wa ZU TV, hapa niko na muuguzi kutoka katika hospitali ya Kizimkazi, naye hapa atatueleza kwa ufupi kuhusiana na ziara hii na ujumbe wa leo kwa wanafunzi wa ZU. Karibu sana madam. Asante, nashukuru. Watazamaji wetu wa ZU TV, hapa niko na matron kutoka hospitali ya Kizimkazi hapa Health Center, naye atatueleza kuhusiana na ujio wa wanafunzi wa ZU na ameupokeaje. Karibu sana madam. Asante. Kwa jina naitwa Sabra Hamisi, ni matron wa hospitali ya Health Center. Tumefurahi kwa sababu tumepata kuwafunza, na nashukuru wamepokea, wameuliza maswali. Nashukuru tumejibu vizuri, ila tunaomba siwe ni hawa tu, wanakuja mara kwa mara, na pia wanakuja kwa ajili ya field au japo ile rotation wanaletwa hapa, wanakuja kufanya kazi ili wapate wajifunze zaidi kwa vitendo, sio kwa kuuliza. Unafikiri kwa maoni yako elimu hii ambayo umeweza kuitoa kwa vijana hao wa ZU na wao pia walipata nafasi ya kuweza kuuliza maswali, ni kwa kiasi gani imeweza kusaidia vijana hawa? Nashukuru wamefahamu kwa sababu wameuliza maswali, na mengi pia nimewafanyia pia kwa vitendo, nimewaonesha, nimependa sehemu moja nikaonesha jinsi vya kutumia vifaa kama vile maternity, mambo ya kufanya MVA, nimewaonesha vifaa vile jinsi vya kutumia na jinsi vya kufunga na kufungwa na jinsi vya kuvipika, jinsi taka zinavyochomwa, zinavyochukuliwa kuhifadhiwa katika madustbin vile, jinsi vya kufanya sterilization vifaa pia nimewafahamisha kwa vitendo. Nafanya hivi vitu vya plastiki vinafanya kwa ndoo ngapi, na vitu vya chuma vinafanya contamination kwa ndoo ngapi. Nashukuru kwa hilo, wameelewa. Ila sio ndio isiwe sasa hivi, wawe waendelevu, wanakuja wanafanya kwa practical zaidi, sio kwa kuja kule kwa mara moja, na kupata uelewa zaidi. Na ni zipi nasaha zako labda ungependa kuambia wanafunzi wa kada kama hizi za afya, lakini pia kwa jamii kwa jumla kuhusiana na hii elimu ya afya kwa wanafunzi lakini pia kwa jumla? Napenda kuwanasihi wanafunzi wanavyojifunza kama mambo hospitali, kwanza we wasiri, wasitoe siri kwa nje. Kama ameenda pale hospitali amemhudumia mgonjwa huyu, basi kaja mgonjwa sijui pia asitoe siri za wagonjwa. Wanatakiwa wahudumie wagonjwa vizuri, sio wagonjwa tu bali hata nyumbani, mtaani, unapopita sehemu unamkuta mtu ana shida, unatakiwa umsaidie, umwelimishe. Sio unamsaidia pale kwenda kumpa kazi ya amna, unatoa kihaki lile mwenyewe unamsaidia, unampa huduma yake nzuri. Kwa faida ya hadhira yetu tunaomba ujitambulishe kidogo. Kwa majina naitwa Wahida Ibrahim Muhammad, ni muuguzi na pia katika hospitali ya Kizimkazi ni in charge wa maternity. Umepokeaje ujumbe wa wanafunzi wa ZU leo hii? Nimepokea vizuri, tunashukuru kwa hospitali yetu ya Kizimkazi. Ni kwanza mara yetu ya mwanzo kupokea wanafunzi katika ziara zao, hasa katika fani ya uuguzi na ukunga. Unafikiri elimu hii imeweza kusaidia kwa kiasi gani kwa vijana hawa? Kwa elimu hii imewasaidia vijana kwa asilimia kubwa tunasema, kwa sababu wamekuja katika mazingira halisi ya hospitali, wamepata kuona kama vile walivyosoma darasani, wamepata kujifunza vizuri zaidi. Asante sana. Wapenzi watazamaji wetu wa ZU TV, unaendelea kufuatilia matangazo yetu ya moja kwa moja kutoka hapa ZU TV, na sasa kile kilichokuwa kimeazimiwa katika ziara hii tayari kimeshakamilika, na kinachofuata sasa ni wakati wa maakuli na burudani. Tuanze tu pamoja. Mimi ni Fadia Ali, mtazamaji wetu wa ZU TV, na sasa tumeshawasili katika fukwe za Paje, ambapo kama tulivyosema hapo awali, sasa hivi kinachofuata ni muda wa burudani, lakini pia kujipatia maakuli. Lakini kabla ya yote, wacha tuwasikilize wahusika wanasemaje.
Habari yako dada? Nzuri. Kwa faida ya hadhira yetu tunaomba ujitambulishe kidogo. Kwa majina naitwa Fatma Juma Hamad. Nije ziara yenu hii ya leo kimalengo na kimafanikio zaidi? Kwa upande wa kujivunia, tumejivunia kujifunza kutokana na sisi hapa first semester nursing hatujawahi kufanya zile mambo ya experiment, lakini leo tumeenda hospitali, tumejivunia, tumeona theater ndo nini, tumeona incinerating, yani tumeona vitu vingi, tumejifunza vingi. Pia tumekuja zetu kuenjoy hapa beach kama ni sehemu ya safari yetu, so tumeenjoy. Naitwa Haruna Sudi Hamis, ni mwanafunzi wa Zanzibar University, Diploma in Nursing and Midwife, ni first year. Okay, unaionaje na unaitathminije ziara yenu hii ya leo kimalengo na kimafanikio? Kwanza nimefurahi sana ziara hii kwa sababu imenipa faida nyingi tu. Nimepata kujifunza mambo mbalimbali ambayo nilikuwa nahadithiwa tu darasani kitheory, lakini baada ya kwenda hospital nimepata kujua kipractical zaidi. Mfano waste management, hizo nimepata kuona vipi wanavyoburning na vile vile wanavyofanya incineration. Vile vile kwenye kesi ya decontamination nimeona vile vifaa ambavyo vinatumika kufanya decontamination. Kiukweli nimefurahi, nimejifunza pia kwa vitendo. Poa. Kwa faida ya hadhira yetu tunaomba ujitambulishe. Okay, kwa majina naitwa Sabra Suleiman Ali, ni mwanafunzi wa mwaka wa kwanza katika kozi ya Nursing and Midwifery. Umeionaje na unaitathminije ziara yenu hii ya leo kimalengo na kimafanikio? Haya, sawa. Safari hii yetu ya leo nimeiona safari nzuri kwa sababu imenifanya kwanza nijivunie na hii kozi ambayo nimeichagua. Tulivyoenda kule hospitali ya Kizimkazi tumepata kujifunza mambo mingi sana, hasa wale ambao tumefundishwa darasani, so tunaenda kule tunayajua kama hivyo. Safi. Kwa faida ya mtazamaji tunaomba ujitambulishe. Kwa jina naitwa Rashid Ahmad Rashid. Ungependa kutoa nasaha gani kwa uongozi wa Chuo Kikuu cha Zanzibar lakini pia kwa wadau wa afya? Mimi natoa nasaha zangu kwa wale ambao kwamba hawakuja basi waweze itakapotokea tena fursa kama hii basi vile vile watoke waweze kuja, lakini vile vile kwa upande wa chuo wasiwe ni la kwanza na la mwisho hili, basi wewe ni endelevu hii process. Asante sana. Asante pia. Dada. Nzuri, nashukuru. Kwa faida ya hadhira yetu tunaomba ujitambulishe. Kwa jina naitwa Asia Mbwana Shazil. Nasoma Diploma in Nursing first year. Umeionaje ziara yenu hii ya leo na unaitathminije kimalengo na kimafanikio? Kwa kweli ziara iko vizuri sana, tunashukuru. Tumepata fursa ya kuja kutembea, tumepata kuiona hospitali ya Kizimkazi kuwa vizuri sana, yaani serikali ipokee hongera zao. Wamejenga mjengo mzuri sana ambao uangalia amazing fulani. Na kisha tumefurahia kuletwa beach just kuenjoy wanafunzi, tunafurahi sana. Poa. Kwa faida ya hadhira yetu tunaomba ujitambulishe. Jina langu naitwa Najma Ali Ahmed, ni mwanafunzi wa career Diploma in Nursing katika Faculty of Health and Allied Science. Ziara hii umeionaje na unaitathminije kimalengo na kimafanikio? Ziara hii nimeiona ni ziara ambayo imetusaidia sisi kama nursing. Ilikuwa hatujui kama hospitali kuko vile au kuna baadhi ya vitu ambavyo watu wanafanyiwa au kuna nini. Hasa mimi nilipofika pale hospitali ndo kwanza leo naona vile. Kwa hiyo nimepata kujua vitu ambavyo vinanihusu mimi kama mie au vitu ambavyo nitakuja kufanya baadaye nikishakuwa hapo nursing. Ni yapi maoni yako labda ungependa kuiambia au kuambia uongozi wa Chuo Kikuu cha Zanzibar ZU? Maoni yangu mimi nataka waendeleze, kwa sababu sio kama eti waendeleze ili watu wafurahi. Hapana, yaani waendeleze kufanya ili waendelee kutufunza sisi nursing, sisi na watakao kuja mwakani au mwaka mwingine, kwa sababu inakuwa inatuelimisha zaidi kivitendo. Watazamaji wetu wa ZU TV, mpaka hapa tumefikia tamati wa ziara hii. Awali ziara hii ilianzia katika kijiji cha Kizimkazi kwa mama na kuishia katika fukwe za Paji.
Hawa ni wanafunzi wa fani ya uuguzi kupitia kitivo cha afya wakiwa katika ziara yao maalumu ya kimasomo, lakini kwa ajili ya kutoa elimu kwa jamii. Kwa niaba ya uongozi mzima wa Chuo Kikuu cha Zanzibar, lakini kwa niaba pia ya uongozi wa FOHAS, mpaka hapa hatuna la ziada. Mimi ni Fadia Ali wa ZU TV.